Sasa tunaelekea katika uchaguzi mkuu 2025. Nachomshukuru Mungu kwamba kanisa liko kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho lazima nimshukuru Mungu, na naomba tumpigie Mungu makofi mengi katika hili. Maombi yanayoendelea katika nyumba za ibada, Mungu ajitukuze mwenyewe kwa aliyowakusudia. Tuwapate watu waaminifu tangu ngazi ya madiwani, wabunge, hata nafasi ya rais. Tuwapate watu waaminifu, wacha Mungu, watakaotufaa sisi wa Tanzania sawa sawa na uhitaji wetu. Tume ya uchaguzi yenyewe kwa nafasi yake isimamie mchakato wa kuelekea uchaguzi kwa uweledi mtoshelevu ambao unaweza kutusaidia sisi wa Tanzania kuendana sawasawa na sisi nyumba za ibada tunamwomba Mungu. Maana Mungu ni haki. Amesema katika maandiko matakatifu, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wowote. Tukiendekeza mambo yasiyompendeza Mungu katika kuelekea uchaguzi mkuu, Mungu atahuzunika. Akihuzunika, tukifanya ya kwetu, tunaweza kuingia kwenye madhara. Na sisi wananchi ambao ndio wapiga kura, Mungu atupe wakati wa kubaki kwenye maombi, lakini tukiwa tunaomba tuendelee kufuatilia, maana hao ambao tutawachagua, tume ya uchaguzi kwa vyovyote imetenga muda wa wao kutangaza yaliyomo mioyoni mwao, ili sisi tuwafahamu wasifu wao. Tukifahamu wasifu wao na tukafahamu sera ambazo wanatamka, tupate nafasi ya kuchagua sawasawa na wao walivyo binadamu. Tuwachague watu ambao wana mapenzi mema kwa taifa letu, kwani ni shida kuwapata. Tabia yao inajulikana tangu zamani. Ukiona mtu ameibukia sasa hivi anapatikana kwenye mji wako, kijiji chako, kata yako, tarafa yako, wema umezidi kuliko, halafu anajiuliza kwani huyu naye ametoka wapi? Ujue huyu ni mpigaji. Hapo sionei haya kabisa. Hiki wapigaji tusiwape kura katika jina la Yesu. Tuwape kura watu wenye mapenzi mema, na hao huwa sio wepesi sana hata kuongea, hawajui. Ina nabii Isaya walisema sisi hatuwezi kusema na watu. Kina Yeremia walitetea mbele za Mungu, sasa sisi ni watoto, hatuwezi. Mungu mwenyewe alisema, mimi ninayewatuma ndiye nitakayefanya kazi ndani yenu. Haleluya, haleluya. Wagombea tuko hapa kwenye ibada hii kubwa na ibada nyingine zinazoendelea Tanzania. Narudia tena, zitangazeni zile sifa mlizo nazo na sera ambazo zitatushawishi kwenye vyama vyenu ili tuwachague. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msithubutu hata kidogo kumwacha Mungu na kufanya yasiyompendeza Mungu. Mara nyingi wakati tunaelekea karibu na uchaguzi, baada za makafara na matukio mengine yasiyompendeza Mungu kufanyika sana. Hebu tuepukane nayo. Mungu hadhihakiwi kwa ibada za sanamu. Mungu anapenda ibada kamilifu. Hivi utulivu tulio nao na unyenyekevu huu utupe wakati wa kutafakari kuelekea kwenye uchaguzi. Sisi washiriki tuendelee kuombea uchaguzi, maana kuna maadui wengi wa amani ya taifa letu. Niseme kidogo kuhusiana na amani. Amani ndio iliyotupa sisi wakati mzuri wa kutulia ibadani. Amani ndio inakupa wewe kufanya shughuli zako zinazoendelea vizuri. Amani ndio inakupa ujasiri wa kuanzisha kamradi kako pamoja na ukuaji mdogo mdogo mpaka inakuja kuwa kampuni. Amani ndio inayokupa usafiri popote unapotaka.
Amani ndiyo inatupa raha na familia zetu. Amani ndiyo inatupa raha na wazazi wetu. Amani ndiyo inayotupa wakati mzuri wa kukaa na wenzetu wanaougua na kuwauguza na kuuguzana, na hatimaye Mungu akawapa uponyaji. Amani ikipotea, kuirejesha ni gharama. Tuna mifano hai ya nchi ambazo zimepoteza amani. Ukiona machozi yanabubujika, baba anakimbia na watoto na mizigo mikubwa, hajui anakokwenda. Bidhaa hii adimu inayoitwa amani, ukiipoteza ni ngumu kuipata. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, ndio maana tunahimizana kuomba ili tupate hekima kutoka kwa Mpaji aliyetuumba sisi akatupatia nchi nzuri. Wako watu wengine wanaweza kutushawishi tukaipoteza amani hii, alafu wao wakaonekana kama ni watu wema, wanaweza kutusaidia wakati amani imetoweka. Lakini mara nyingi huwa sio watu wema sana. Inaweza ikawa ni wakati wao wa kuchukua maliasili zetu wakati sisi tunahangaika. Mungu wa amani atupe utulivu, atupe hekima, sisi tuliosazwa na Bwana tukabaki kwenye nyumba ya ibada kwa sehemu ya kuhakikisha Tanzania inabaki kuwa na amani. Waombaji, niwatie moyo, Mungu anamjua rais wa Tanzania hata kabla hajaenda kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yeye alishamaliza uchaguzi, sisi ndio wa Makonda wanasema kuhangaika. Yeye alishamaliza uchaguzi huu. Anamfahamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anamjua. Na yaani sisi ndio tunahangaika. Yeye inaonekana ameshamwekea na mikono. Anamfahamu mbunge wa jimbo lako ambaye atawasaidia wazazi wako kule jimboni unakotoka. Anamfahamu mheshimiwa diwani atakayekuwa kiungo cha huyo rais ambaye Mungu amempa dhamana kubwa ya kuliongoza taifa. Narudia tena, utulivu huu, raha hizi tunazoziona ni kwa sababu ya amani. Kama amani singekuwepo, praise the worship team ungeimba wapi?